tutampata wapi? Ndugu zangu, kwa mzee Josephat huwa naonapo mabinti. Ni kweli kwa mzee Josephat wapo mabinti, inabidi tufanye hivyo hivyo. Ni jambo jema sana, tujitahidini tu, tunaweza tukafanikiwa. Sawa. Okay, tutapanga safari sasa, tende kwa mzee Josephat. Na washukuru sana. Sawa. Noeli! Abe! Hebu njoo hapa. Wewe nakuita. Bema. Muda huo wote ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa naonyesha mtoto uji. Na Zai yuko wapi? Yuko huko jikoni. Haya basi mwite haraka. Zai! Zai! Wewe Zai! Mama nakuita. Zai unaenda wapi? Yuko jikoni. Haya sawa, nakutuma dukani. Nenda kanifuatie mchele kilo 2, sukari nusu. Chukua hii pesa. Uwai haraka. Mama wawili. Bema. Nataka nifike hapa sentani mara moja. Nirudi. Hivi kuna mboga? Nitanunua huko nyama nije nayo. Sawa. Kwa hiyo umesema unaenda wapi? Naenda hapo sentani mara moja narudi. Sawa, baba wawili. Samahani kabla hujaondoka. Ndio. Nina jambo moja tu nataka nikwambie. Jambo gani mke wangu? Baba wawili. Ndio mke wangu. Tulikuwa pale kwenye kikao. Ndio. Ulisikia wale jinsi walivyokuwa wanasema pale kwenye kikao. Ndio. Sasa yawezekanaje mzee Joseph atatupe binti wake kwa ajili ya ndugu yetu marehemu? Mama wawili. Kitawezekana tu. Hakuna kinachoshindikana. Kitawezekana. Lakini ile swala ni jambo gumu sana. Yawezekana ila itawezekana tu. Sidhani. Ni swala ngumu. Leo tutaenda kujaribu. Mzee Joseph tunajua atakubali. Hawezi kukataa. Sawa, ngoja nifike sentani. Sawa. Nikirudi nakuta umefika. Sawa. Sawa. Sawa mume wangu. Ila ujitahidi utaishia mboga. Sawa. Sawa. Ngoja nifike. Dai. Habari za hapa ni nzuri, tunamshukuru Mungu, ni wazima wa afya. Asante, kaka hivi. Kaka bado hajatoka kazini. Basi tupo. Mimi naona, nashukuru. Karibu sana. Umeamua kunitembelea. Sawa. Hivi. Ile jambo lilikuwa unatuambia siku ile ni shauku. Jambo gani hilo? Siku ile ulituita kwenye kikao tukakaa familia. Ilikuwa cha kweli. Unakumbuka? Ni cha kweli. Yale tuliongea pale yote ni ya ukweli. Sidanganyi. Marehemu anakuwa ananitokea mara kwa mara. Kabisa. Sio kwamba eti naogopa. Hapana, ni ukweli. Kwa hiyo hakuna tulichoogopa pale. Na unahitaji mke. Hivyo kama ulivyosikia. Ndio maana tuliamua kuwaita tukae tujadili hilo jambo, tujue tunafanyaje. Jani! Wajani! Hebu njoo. Njoo. Na wewe naita sana, huko unakuwa unafanya nini?
wapi? Kuna kinywaji chochote? Aendelea kabisa. Karibuni sana na mjisikie huru. Asante. Tunashukuru tumeshakaribia. Sawa sawa. Mzee Josephat, Naam. kama unavyotuona, Ndio. mimi na familia yangu kuna jambo imetuleta hapa kwako. Ni jambo gani hilo ambalo limewaleta hapa kwangu? Maana si kawaida yenu nyie kuja hapa kwangu wote hivi. Ni jambo gani zito hilo ambalo limewaleta hivi leo hapa kwangu? Jambo lenyewe tunataka tuchumbie binti yako hapa kwako. Hilo ni jambo jema, tena ni jambo lenye baraka. Lakini hapa kwangu nina mabinti wawili. Sijui ni binti yupi ambaye mmekuja kumchumbia. Mzee Josephat, binti mwenyewe aliyetuleta kumchumbia hapa hivi niyo hapo Monica. Tumekuja wengi, lakini sijajua kwamba ni nani katikati yenu ambaye anamchumbia binti yangu. Mzee Josephat, mtu mwenyewe anayetaka kuoa binti yako tayari ni marehemu. Hivi nakuingia akilini kweli? Tokea lini marehemu akaoa mtu? Ili swala gani ambalo unakuja kutuambia hapa? Mzee, yaani hata ufikiri kwamba unakuja kujeje kutuambia? Umezunguka kokote umekosa binti, umeona hapa kwa Mzee Josephat ndio kuna binti wa kuoa kwa ajili ya marehemu. Je, angekuwa wa kwako ungemwezesha hivyo? Jambo hili haliwezekani na halitawezekana. Mwanangu mimi kuolewa kwa ajili ya marehemu haiwezekani. Mama, tambua kuolewa ni bahati. Unavyoniona hapa katika familia yetu, mimi msichana huyu, lakini hata kupata mchumba nimeshindwa. Naomba utambue hilo mamangu, atakuwa na maisha mazuri. Mama Monica, siwe na wasiwasi wowote ule juu ya swala hili. Mbona jambo hili ni jambo dogo tu, tena la kawaida. Hata kwenye mila zetu lipo na linatendeka. Mama Monica, unavyoona tumekuja hapa hivi, tumekaa kwanza, tumeongea na tumeona hilo swala ni jema. Kwa hiyo tunaomba mtukubalie pamoja na baba Monica, mwanenu atakuwa na maisha mazuri kama wenzangu walivyotangulia kusema. Au mnaonaje nyinyi? Mama Monica, mimi kama bibi yenu nakushauri kwamba tuachie binti twende naye, atakuwa tuna maisha mazuri kama sisi tunavyotuona hapa. Okay, swala hili ni swala nzuri na linahitaji muda pia. Naomba mniachie muda nikae na familia yangu, nikae na Monica pia, tulijadili hili swala katika familia yangu. Basi baadaye mimi nitawapa jibu ili kumpata Monica. Mzee Josephat, tutashukuru endapo swala letu litakubalika. Tutashukuru sana. Mimi pamoja na familia yetu tutawashukuru hii familia yenu. Naomba tu ushirikiano wewe na familia yako. Tutashukuru. Usiwe na wasiwasi kwenye mahari. Yaani hapa hakuna kinachoshindikana. Kila jambo itakaa na tutaongea na tutakaa vizuri tu, hakuna kitu ambacho kitashindikana hapa. Asanteni. Tunashukuru. Ngoja tutoke. Ndio. Tunaomba ushirikiano wako.
Hapo hakuna jambo linaloshindikana. Ndio. Nyie tegemeni tu kupokea mambo mazuri sawa na taarifa njema. Haya, kwaherini. Monica, amani ya Mungu watangulie. Asante. Kwaherini mabinti. Wifi. Mama, kwaheri. Karibu tena. Bye. Monica, hao wageni waliokuwa wamekaa hapa walikuja kwa ajili yako na wanahitaji wakuoe mwanangu, nipe mahali. Labda wewe sijui unajisikiaje juu ya hili mwanangu? Wazazi wangu, siko tayari kuolewa kwa ajili ya marehemu. Hilo haliwezekana na litowezekana. Ndio. Lakini baba, na wewe unakubali dada kuolewa na marehemu? Kwa nini asiolewe? Hili jambo lipo kwenye mila yetu na desturi yetu. Mtu akifa anapata mwenzie ambaye anakaa kwenye ile nyumba. Lakini mume wangu, kumbuka kuolewa sio kwa ajili ya marehemu. Unamwezeshaje vipi mtoto marehemu? Mimi sijafurahishwa na sitopenda, na mtoto wangu mimi haolewi kwa ajili ya marehemu. Sitaki. Lakini wifi, hii ni mila na desturi hapa kwetu. Lazima Monica aolewe. Hata kama marehemu ndio atakayemuoa. Ni mila yetu na desturi. Naomba wifi mkubalie Monica aolewe. Hivi hata wewe wifi yangu, wifi, hauna hata chembe ya hofu ya Mungu moyoni mwako? Mimi nafuata mila na desturi ya nyumbani kwetu. Jinsi ilivyo, lazima Monica aolewe. Na mimi kakaangu afurahie mali ya mwanae wa kwanza, apate kula mgongo wake. Sasa, kwa taarifa yako, wewe na kaka yako, mtoto wangu haolewi kamwe kwa ajili ya marehemu. Lazima ataolewa tu, lazima Monica aolewe wifi. Naona humu ndani pamekushinda. Utanyanyua virago vyako na Mama Monica. Sikiliza nasema. Wewe mwenyewe ndio umesababisha kiburi kwa huyu mtoto mpaka anatujibu hapa anaondoka. Kwa sababu wewe kuongea kwako kwa mara ya kwanza alisikiliza. Kwa hiyo nasema hivi, ukamweleze habari hizi vizuri, haelewi. Tena sitaki uongee juu ya hilo kwamba sijui namna gani. Hii ni mila desturi, inafahamika hapa. Hakuna mtu ambaye hajui mila zetu zinavyokwenda. Sasa unapokuwa unakata unataka kumjengea nyumba. Monica lazima aolewe na anaolewa.